Bwana Yesu Kristo nasifiwe. Ninakusalimu popote ulipo mtazamaji wangu katika jina la Yesu. Hii ni sauti ya Pastor Kiabashasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na siku ya leo nimempendeza Bwana ili tuweze kuwa na ujumbe katika kipindi chetu kinachojulikana kama Ijue Kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Ni ujumbe leo kwenye kipindi chetu kizuri kipendacho kinachojulikana kama Ijue Kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Kwa mtazamaji wangu, leo tuna mada ambayo inasema utofauti wa Muhammad, utofauti wa kimsingi kati ya Yesu Kristo na Muhammad. Utofauti wa kimsingi kati ya Yesu Kristo na Muhammad, kwa sababu unajua Waislamu kwa muda mrefu na kwa miaka mingi wamekuwa wakimfagilia sana Muhammad. Kwa nini tunapeleka somo hili la utofauti wa kimsingi kati ya Yesu Kristo na Muhammad? Ni kwa sababu Waislamu wamekuwa wakiwahubiri watu na kuambia muweze kupata uzima milele ni sharti muweze kumkubali Nabii Muhammad. Lakini kiukweli wamekuwa wanamfagilia kwa muda mrefu Nabii Muhammad, Waislamu, kwamba nabii Mwenyezi Mungu na ni mtume Mwenyezi Mungu wa kweli. Sasa na kujaribu kumdogosha Yesu. Yaani wao Waislamu wanasema kwamba Muhammad ndiye aliye juu ya mitume na manabii wote. Muhammad ndiye ambaye anapaswa kufuatwa. Muhammad ndiye anayepaswa kusikilizwa. Wanasema yeye ni mbora wa mitume na ni mkuu wa manabii. Yaani wanadai kwamba kama ingekuwa ni mambo ya uongozi wa kawaida, basi Muhammad ndiye mwenyekiti wao, ndio kiongozi wao mkuu manabii wote. Haya maneno na madai haya ni madai ya Waislamu zidi ya kumtukuza Muhammad kama mtume na Bwana Mwenyezi Mungu Allah ambao wao wanamwamini. Lakini kiukweli ni kwamba tofauti ni kubwa sana baina ya Muhammad na Yesu Kristo. Maana sisi tumekuwa tukiwaambia Waislamu ya kwamba bila Yesu hamwezi kupata uzima wa milele, na wao wanasema kwamba Muhammad ni bora kuliko Yesu Kristo kwa sababu yeye alikuja kuokoa ulimwengu mzima. Lakini tutaangalia kwenye somo hili kwamba ni kweli, je, Muhammad alijua kuokoa ulimwengu mzima au ni madai ya uongo wa Waislamu tu? Lakini kimsingi ni madai ya uongo wa Waislamu, wala madai hayana ukweli wa aina yote kwamba Muhammad ni bora kuliko Yesu au ni bora kuliko mitume na manabii wengine. Kwa hiyo tutaangalia tofauti za kimsingi ambazo zinamtofautisha Yesu na Muhammad, kwa sababu wengi wanamfuata Muhammad wakiamini kwamba wataupata uzima wa milele. Lakini kimsingi hakuna mtu ambaye anaweza kumpata Muhammad kama nabii Mwenyezi Mungu akaupata uzima wa milele. Ni kwa nini? Kwa sababu Muhammad Yesu alishamaliza biashara yote, alishafunga kila kitu. Aliyekuja baadaye kama mtume Mwenyezi Mungu ni madai ya uongo tu. Sasa tuangalie tofauti za kimsingi baina ya Muhammad na Yesu Kristo. Tofauti ya kwanza, Yesu ni Mungu katika mwili. Kisoma ile Yohana 1:1 na Yohana 1:14. Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwili, lakini Muhammad ni binadamu wa kawaida. Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwili, lakini Muhammad yeye alikuwa binadamu wa kawaida kabisa, dhaifu kabisa. Kwa hiyo huwezi kumlinganisha na Yesu Kristo. Hapa tunaangalia ukuu, uweza, nguvu na mamlaka ya Yesu, tofauti na Muhammad. Jambo la pili, Yesu anasamehe dhambi. Ile Marko sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 7. Na ukisoma sura nzima ya Marko sura ya 2 utaona Yesu kwamba ana uwezo na mamlaka ya kusamehe dhambi, na yeye hakuwa na dhambi kabisa. Tukisoma ile Petro wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 22 unasema dhambi wala hila haikuonekana ndani yake. Yeye alikuwa ni mkamilifu, yeye alikuwa ni mtakatifu, na hivyo alikuwa na uwezo wa kusamehe dhambi. Lakini Muhammad hakuwa na huo uwezo wa kusamehe dhambi hata kidogo, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na dhambi. Soma Qur'ani sura 47 ile aya ya 19 inaeleza wazi kwamba Muhammad yeye mwenyewe alikuwa na dhambi na alikuwa anaambiwa ombe msamaha, yani maghfira kwa Mungu wake. Sura 47 ile aya ya 19. Kwa hiyo huwezi kumfanisha Muhammad na Yesu Kristo, yeye ambaye kwa asili ni Mungu aliyevaa mwili, lakini pia alikuwa na uwezo wa kusamehe dhambi na wala hakuwa na dhambi. Lakini Muhammad hakuwa na uwezo wa kusamehe dhambi, wala yeye mwenyewe akuishi maisha ambayo yasiyo na dhambi. Muhammad alikuwa na dhambi. Jambo jingine ambalo ni kumtofautisha Muhammad na Yesu ni Yesu alishinda kifo na mauti. Yesu alishinda kifo na mauti. Tutaangalia vizuri mbele ya safari. Lakini jambo jingine, Yesu anatoa uzima wa milele. Yesu anatoa uzima wa milele. Yohana 10:28. Yohana 10:28. Yesu anatoa uzima wa milele. Lakini Muhammad hakutoa ahadi ya uzima wa milele. Yesu anatoa uzima wa milele. Yohana 10:28.
pia Yohana ile 8:24, Yohana 10:9, Yohana 14:6. Yesu anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima, mtu hawezi kuingia kwenye uzima lazima apitie kwake. Na akasema yeye 10:28 Yohana, yeye ndiye mwenye uwezo wa kutoa huo uzima, lakini Muhammad hana uwezo wa kutoa uzima milele, maana hata yeye mwenyewe anaangoja kupata uzima milele iwapo alifuata sheria, amri na kanuni za Mungu katika Kristo Yesu. Kama kuzifuata, Muhammad hawezi kupata uzima milele nje na Yesu. Lakini Yesu atahukumu ulimwengu siku ya mwisho. Atakaye hukumu ulimwengu ni Yesu Kristo. Soma ile Matendo 17:31, lakini pia Mathayo 25:31-32. Yesu ndiye atakaye hukumu ulimwengu siku ya mwisho, lakini Muhammad yeye hana uwezo wa kuhukumu ulimwengu hata kidogo. Huo uwezo Muhammad hana, lakini Yesu pekee ana uwezo, ndiye atakaye hukumu ulimwengu. Lakini Muhammad atahukumiwa kama wanadamu wengine. Tunamuona Yesu yeye ndiye atakaye hukumu ulimwengu, lakini Muhammad yeye atahukumiwa kama wanadamu wengine. Soma Qur'ani 10:102. Qur'ani 10:102, Muhammad anaambiwa waambia watu, je, wanangoja jingine isipokuwa kuwajia siku ya adhabu kama ile iliyofikia wale kwa kabla yao? Sema Muhammad, na mimi ni miongoni mwa wanaongojea. Kwa Muhammad yeye, sura ya 10 aya 12, sura ya 10 ile aya ya 102, Muhammad mwenyewe anaangoja adhabu, lakini Yesu ndiye atakayehukumu watu. Kwa hiyo Muhammad atahukumiwa na Yesu. Na sidhani kama ataingia uzima milele Muhammad, kwa sababu hakumkubali Yesu kama mwokozi wake. Yeye naye alitangaza kama mwokozi wa watu kinyume na Yesu. Kwa sidhani kama Muhammad ataweza kuingia kwenye uzima milele, labda kama alitubu mwishoni, siwezi kujua. Mungu ajua. Kwa hiyo Yesu ndiye atakayehukumu siku ya mwisho. Watu wote watafufuliwa na watakuja mbele za Yesu, wapange foleni, na kisha Yesu atahukumu waliomwamini na kumkubali, ambao ni wa Kristo, wakashika sheria, amri na maelekezo yake, au wanaitwa ni kondoo, wanakaa mkono wa kuume, wanaingia kwenye uzima milele. Lakini waliomkataa Yesu kama Waislamu na Muhammad, au wanaitwa ni watu wa kushoto, wanakwenda jehanamu ya moto. Ila siwezi kujua, kwa kuwa Muhammad alishakufa. Huenda alifanya toba dakika za mwisho, akamkubali Yesu kama mwokozi wake, akatubu mahubiri yote ya udanganyifu aliyofanya dhidi ya watu wengine. Siwezi kujua, lakini kama hakutubu, wala hawezi kuingia kwenye uzima milele Muhammad hata siku moja. Lakini Yesu atafufua wafu. Kusema Yohana 5:25, Yesu ndiye atakayefufua wafu. Muhammad hawezi kufufua wafu. Kwa hiyo huwezi kumlinganisha Yesu na Muhammad. Yesu ndiye atakayefufua wafu. Muhammad hawezi kufufua wafu, na yeye anaangoja kufufuliwa. Yohana 5:25-27, Yesu anasema siku inakuja ambapo walioko makaburini wafu watasikia sauti yake, nao watafufuliwa. Waliotenda mema uzima milele, waliotenda maovu hukumu ya milele. Kwa hiyo kumbe na Muhammad yeye mpaka leo yuko kaburini, anaangoja sauti ya Yesu aweze kufufuka. Kwa hiyo Yesu huwezi kumlinganisha na Muhammad, ni mbingu na ardhi. Kwanza inakuwa ni dharau kubwa kumlinganisha Yesu na Muhammad. Yesu yuko viwango vya juu sana, hakuna namna yoyote Yesu ya kumlinganisha na Muhammad hata kidogo. Yesu kumlinganisha na Muhammad ni utovu wa nidhamu hali ya juu. Yesu yuko bora na ni mkuu mara milioni kuliko Muhammad. Huwezi kumlinganisha na Muhammad hata siku moja. Yesu Kristo. Ni pia jambo lingine, Yesu alitambulisha kuwa neno la Mungu, Yohana 1:1 na Yohana 1:14, na ni mwana wa Mungu ali hai. Lakini Muhammad alitambulisha kama mtume wa Allah, si Mungu. Yesu alijitambulisha kama neno la Mungu. Neno la Mungu ndiye Mungu mwenyewe. Lakini Muhammad yeye alijitambulisha kama mtume wa Allah tu, mwanadamu wa kawaida ambaye hana uwezo wa aina yote ile. Jambo jingine ambalo linamtofautisha Yesu na Muhammad, Yesu asili yake alizaliwa kwa muujiza bila baba na mama, lakini Muhammad alizaliwa na baba na mama. Huwezi kumlinganisha Yesu na Muhammad hata siku moja. Yesu yuko juu sana. Jambo jingine, Yesu alihubiri ufalme wa Mungu, toba, upendo na wokovu kwa njia ya msalaba. Yohana 3:16 na Marko 1:15. Yesu alihubiri injili ya upendo, amani na toba kwa njia ya msalaba. Lakini Muhammad alitangaza sheria ya dini, sharia, hukumu na utii wa kimwili kwa Allah. Muhammad yeye alitangaza utii wa kimwili kwa Allah, kwamba ukimtii Allah siku ya mwisho madhambi yatapimwa, madhambi yakiwa ni machache unaingia peponi, mema yakiwa ni mengi, kitu ambacho ni uongo. Lakini Yesu yeye alihubiri toba, upendo na wokovu kwa njia ya msalaba. Alihubiri kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini injili. Lakini Muhammad anawaambia watu wamfuate Allah, washike amri zake. Kwa hiyo Yesu huwezi kumlinganisha na Muhammad, ni tofauti kabisa. Jambo jingine, Yesu alikufa na kufuka kutoka wafu. Yuko hai milele na milele. Tukisoma ile Mathayo 28:1-6.
Yesu alifufuka katika wafu, yuko hai milele na milele. Lakini Muhammad mpaka leo yupo kabrini, lakini Muhammad amezikwa, hata leo yupo kabrini huko Madina, hakufufuka wala hakufanya muujiza yoyote. Muhammad alishindwa kufufuka, mpaka leo yupo Madina mle kabrini. Kwa Muhammad huwezi kumlinganisha na Yesu, inakuwa ni madharau ya hali ya juu sana kumfanisha Muhammad na Yesu. Yesu uko juu ya Muhammad kabisa, maana Yesu alikufa akafufuka, lakini Muhammad alikufa mpaka leo yuko kabrini Madina, anangoja sauti ya Yesu aweze kufufuka. Unaposoma ile Yohana sura 5 na ile mstari wa 25 hadi 27. Kwa hiyo huwezi kumlinganisha Muhammad na Yesu. Huyu anangoja kufufuka na Yesu, na Yesu ndiye anayefufua. Kwa Muhammad hana uwezo wa aina yote wala kumlinganisha na Yesu. Inakuwa ni madharau na inakuwa ni dhihaka kumlinganisha Yesu na Muhammad. Yesu yuko juu mara milioni kuliko Muhammad, uwezo wake ni hali ya juu kabisa, huwezi kumlinganisha. Lakini jambo lingine, Muhammad alishindwa kudhibitisha utume wake kwa miujiza. Kisoma Qur'ani ile 17:93 sura ya Israeli, Muhammad aliulizwa, kama wewe kweli ni nabii na mtume Mwenyezi Mungu, hebu dhibitisha, prove utume wako kwa miujiza. Muhammad alichemka, alishindwa kudhibitisha utume wake kwa ishara na miujiza. Lakini Yesu Kristo alithibitisha yote. Yesu alithibitisha yote, alitenda miujiza mingi, kufufua wafu, kuponya wagonjwa. Alikuwa na uwezo Yesu wa kujua yaliyomo ndani ya moyo wa mtu, lakini Muhammad hana uwezo huo. Lakini pia Yesu anajua endako, Yohana 8:12-14 na Yohana 14:6. Yesu anajua endako, lakini Muhammad ajua endako. Qur'ani ile 46:9 na 7:188. Yesu namuona anasema anajua alikotoka, anajua endako, Yohana 8:12-14 na Yohana 14:6. Lakini Muhammad yeye anasema ajui atakachofanywa, wala ajui atokako, wala ajui aendako, wala ajui mambo ya ghaibu, mambo ya siri ya Mungu ajui. Lakini tukisema Kolosai 2:2 inasema Yesu Kristo ndiye siri ya Mungu. Anajua mambo yote ya Mungu, yeye ndiye siri ya Mungu, yeye ndiye Mungu mwenyewe. Lakini Muhammad ajui atakachofanywa, wala wafasi wake ajui atakachofanywa, bali Yesu anajua alikotoka na anajua aendako. Muhammad ajui. Hiyo ni Qur'ani ya 46:9 na 7:188 Qur'ani. Muhammad ajui. Lakini pia Yesu ndiye anajua Muhammad, Yesu alikuwa anajua kusoma na kuandika. Kusoma ile Luka 4:16-21. Yesu alikuwa anajua kusoma na kuandika, Muhammad alikuwa anajua kusoma na kuandika. Kusoma ile Qur'ani 7:157. Sasa Mwenyezi Mungu anawezaje kumtuma mtu ambaye hajui kusoma na kuandika? Ataandikaje ujumbe wake? Okay, tufanye na mwandishi anaandika wahai. Je, ataprove vipi kwamba alichosema alicho kimeandikwa wakati hajui kusoma na kuandika? Ile jambo haliwezekanika hata siku moja. Kwa Yesu huwezi kumlinganisha na Muhammad. Ni mbingu na ardhi, ni dhihaka na ni matusi makubwa kumfananisha Yesu na Muhammad. Hawalingani. Yesu yuko juu mara milioni mara mamilioni. Ana uwezo na ukuu hali ya juu mno. Jambo jingine, Yesu madhumuni ya kuja kwake ni kuokoa ulimwengu wote kutoka dhambini. Yohana 1:29 na Luka 19:10. Yesu amekuja kuokoa watu kutoka dhambini, yani kuwapa nguvu na uwezo wa kushinda dhambi, kuwapa nguvu na mamlaka juu ya shetani. Lakini Muhammad hakuleta wokovu wa dhambi, bali sheria na hukumu, kudai kurejesha dini ya Ibrahimu na kuanzisha umma wa Kiislamu. Hayo ndio alikuja kudai Muhammad. Hakuja kuleta shida ya watu ilikuwa ni dhambi. Wanateswa na shetani, wanaumizwa na shetani. Yeye anasema amekuja kuleta sheria na hukumu na dini ya Uislamu. Itasaidia nini wakati Ibilisi anatesa watu? Lakini Yesu anasema amekuja kuokoa na kisha kuwapa watu uzima, na kisha Yesu anasema shetani hakuja ila kuchinja, kuua na kuharibu, lakini ni Yesu nimekuja ili muone uzima kisha mwenao tele. Kwa Yesu ndiye kufuata wala si mwingine wa kumfuata. Kwa hiyo lakini pia Yesu ndiye muhuri wa mwisho wa mtume na manabii. Kwa maana ukamilifu, Yesu ni mwisho wa ufunuo wa Mungu, Ibrania 1:1-2. Hii ina maana baada ya Yesu hakuna wokovu mpya, hakuna ufunuo mpya wa wokovu. Kila nabii kabla ya Yesu alionyesha njia. Yesu ndiye njia yenyewe, Yohana 14:6. Kwa hiyo Yesu ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Maana yake ni nini? Yesu anafahamu mwenyewe vizuri sana kwenye Ufunuo 1:7-8. Anasema mimi ndiye Alfa na Omega, maana yake mimi ni mwanzo na mwisho. Maana yake baada ya Yesu hakuna ufunuo tena wa kuleta wokovu.
Kwa hiyo wale manabii na mitume wanaokuja baadaye wakadai kwamba wameleta wokovu au wameleta sheria na amri za Mungu mpya na kitabu kingine nje na Injili au na Biblia kwamba kifuatwe, kimsingi ni manabii na mtume wa uongo. Yesu alishasema kwenye Mathayo 7:15 kwamba anapokuja mtu mwingine ana kitabu na mafundisho nje na haya, huyo ni mtume na nabii wa uongo. Hata kwenye ile Galatia 1:9-11 inasema akija mtu mwingine anahubiri injili nyingine isipokuwa hii tuliyohubiri, ya kwamba Yesu alikuja, akateswa, akauawa, akasulubiwa, akazikwa, akafuka, akamwaga damu yake, na watu wanapata msamaha kwa imani kupitia damu yake. Akija mtu mwingine anahubiri injili kinyume na hii, huyo mtu alaaniwe, hata kama ni malaika. Kwa hiyo tunamwona Muhammad alikuja akihubiri injili nyingine, akidai yeye ndiye mwenye uwezo wa kusaidia watu kwa kushika amri za Allah na waingie peponi. Kimsingi huyu anaingia miongoni mwa wale manabii na mitume wa uongo Muhammad, kwa sababu alihubiri injili kinyume na Yesu Kristo. Lakini pia Yesu ni muhuri wa mwisho, nimeshasema, wa mitume na manabii. Maana yake ni nini? Baada ya Yesu hakuna mtume wa nabii mwingine ambaye atakuja na kitabu ambacho kitasaidia watu wenyewe kwenye uzima milele. Kwa hiyo Yesu ndio mwisho wa mambo yote. Yesu alisema atakapokuja baadaye wakadai ni mtume na manabii wana kitabu kingine nje ya Biblia. Yesu anasema au niweze na wanyang'anyi tuwakatae. Maana mitume walio kanisani, kuna mitume, utauliza mbona kanisani kuna mitume na manabii? Hao wote wanakuja kumfagilia Yesu, hao wote wanahubiri injili ya Yesu, hao wote wanaenda kuwapigia watu kelele na kuwakazania wamshike Yesu, wamfuate Yesu. Tunapoongelea akija mtume mwingine nje na Yesu, kwa maana akaja na kitabu kingine kama Muhammad alikuja na Qur'ani, akadai hiyo Qur'ani mkiifuata tutapata uzima wa milele. Tayari huyu anaingia miongoni mwa mitume na manabii wa uongo. Kwa nini? Yesu alishamaliza kila kitu. Yesu ndio muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Maana manabii wote kwenye Agano la Kale, kina Musa, Daudi, Ibrahimu, kina Isaya, Yeremia, Ezekieli, walitabiri wakaelekeza watu wote kwa Yesu, kwamba huyu akija ndio mwisho wa mambo yote. Anayeibuka baadaye nyuma ya Yesu akadai ni mtume, Mungu amemtuma kama Muhammad, huyu anaingia kwenye kundi la mitume na manabii matapeli wa kimani wanaopoteza watu. Kwa hiyo mpendwa, kama hujapokea Yesu, changamka uje kwa Yesu, nafasi ziko chache. Ukichelewa umechelewa mwenyewe, ukiwahi umewahi mwenyewe. Kwa hiyo kama wewe ni Muislamu hujapokea Yesu, njoo kwa Yesu ili upate uzima milele. Nje na hapo itakuwa imekula kwako uweze kupata uzima milele. Kwa hiyo mwisho, andiko Matendo ya Mitume 12 nasema wala hakuna mwingine wala hapana jina jingine chini ya mbingu ambalo tumepewa wanadamu tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina moja tu la Yesu. Kwa hiyo hakuna wokovu. Matendo 4:12 nasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu ambalo tumepewa sisi wanadamu tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina moja tu la Yesu. Kwa hiyo ukitafuta jina jingine uokolewe kama Muhammad, imekula kwako, unapoteza muda tu. Uje kwa Yesu, hakuna njia nyingine. Kwa hiyo Yesu ndiye nabii wa kweli, Bwana mwokozi wa ulimwengu mzima. Muhammad alikuwa mwanadamu wa kawaida, si mwokozi na si muhuri wa ufunuo wa Mungu. Yeye alikuja kama miongoni mwa mitume na manabii wa uongo. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Mimi naitwa Pastor Kiabashasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kama una ushauri, kama una swali au unahitaji kuwezesha huduma, unaguswa na huduma hii, naomba tuwasiliane kupitia simu yangu ya WhatsApp kwanza 0788 50 8124. Hiyo namba yangu ya WhatsApp. Namba yangu ya Voda kwa M-Pesa ni 0769 97 69 67. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Kwenye akaunti yetu ya YouTube, share, like, comment, subscribe na wariki marafiki zako. Waje kwenye akaunti yangu ya YouTube ambayo ukiandika Pastor Kiabashasa unanipata, na ukienda Facebook ukiandika mchungaji Medad Kiabashasa unanipata, ukienda TikTok ukaandika Pastor Kiabashasa unanipata. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.